Mm. Eh, hii hapa imeleta hapa zoni nzuri hapa, supply zone hiyo. Unaweza kuona slope hiyo, bei ilivyoshuka kwa nguvu. Hao ni market maker hao. Hakuna retail, hata waungane hawezi kushusha kwa nguvu namna hiyo. Kwa hiyo hii ni zoni, japo bei haijafata kama ambavyo inatakiwa kufanya, imekuja ku range. Kwa hiyo kuna mambo mengine kama news, nashaambia hizi technical zote lazima ufuatilie news na uhakikishe hakuna news ambayo inaweza ikaleta tofauti. Kwa hapo imetokea vizuri, lakini huku bei ina range, bei imekuja imetengeneza range, lakini kwenye hiyo hiyo level ambayo ni supply level, bei ina range kwenye supply level. Huku chini ni demand hapa, kwa sababu namna jinsi ilivyopandisha, upandishaji wake sio wa kawaida. Kwa hiyo anytime bei itakaposhuka, tuseme sasa hivi ipo hapa, lakini tuseme itoke hapo labda ije hadi hapa katika hili eneo, manake tukishaanza kuona hapa kendo zinajitengeneza hapa, kendo za bullish ama kendo ambazo zinaashiria kupanda kwa bei, I mean candlestick pattern ambazo zinaashiria kupanda kwa bei, ikiwa ni bullish engulfing, morning star, hammer, zikitokea hapa katika hili eneo, tuna buy, tunaenda long, tukiwa tunatumia nini, demand. Tunaona hii sehemu ni demand zone, kwa maana bei imepanda kwa nguvu, na walioipandisha ni market makers au mabenki au wataalamu institution traders. Kwa hiyo tunaamini hapa watachukua tena action, lakini tunataka tuone action zao kidogo zikianza kuonekana. Tukishaanza kuziona, basi tunajiunga nao. Kumbuka watu tunatakiwa tuwafuate ili tuende nao, wao ndo wana uwezo wa kupandisha ama kuishusha bei. Ni haijatokea hiyo scenario, ya tuendelee tena kuangalia. Hii hapa yenyewe ni zoni chini ya demand. Yani chole rectangle, hiyo ni demand. Kwa hiyo unaweza kuona hapa ninavyozichora hizi level za demand and supply ni tofauti kabisa na support and resistance, japo ukiwa unaangalia kwa macho unaweza kusema mbona ni support na resistance, lakini kile ninachokitumia mimi hadi kuweka hii level sio ambacho kinatumika kwenye support and resistance, kwa sababu support and resistance tunataka tuone zile swing point, tupate rejection, multiple rejections katika level moja, lakini hapa sijazungumzia hayo kabisa, kwa sababu namna jinsi unavyoitafuta demand and supply unaitafuta kwa kupitia nini? Kwa kupitia maelezo yake, ama kwa kupitia mfumo wake ambao ni tofauti. Mfumo wake ni tunataka tuone sehemu ambapo action kubwa ilichukuliwa na either buyer ama seller, action kubwa za kubai kwa nguvu sana ama action kubwa za kuseli kwa nguvu sana. Movement hiyo inapoanza ya nguvu, ambao ndio inatutengenezea slope kali, ambayo inaashiria kulikuwa hakuna resistance kubwa ya watu wa upande mwingine wa pili. Hapo hiyo sehemu inapoanzia hiyo movement, ndo tunasema hiyo ni, kama ni movement ya kushuka, hiyo sehemu itakuwa ni supply zone, na kama ni movement ya kupanda, hiyo sehemu itakuwa ni demand zone. Kama hapa hivi nilipochora, hii ni demand zone, na umuhimu wa kujua hiyo sehemu ni kwamba bei itakaporudi hadi katika hiyo zoni, kuna uwezekano mkubwa ikareact kurudi tena kule kama ambavyo ilifanya wakati uliopita. Kwa hiyo nachokitumia ni tofauti na unaona kuna baadhi ya sehemu najumlisha na candlestick, kwamba nitakuja kujumlishia na candlestick nikiwa ndo na trade sasa. Angalia zoni yangu hii, candle zinaniambia nini, price action inasema hivi, basi natembea nayo. Na twende kwenye pea nyingine pia tuangalie. Tuangalie hizi, twende kwenye NZD, New Zealand dollar dhidi ya JPY, labda New Zealand dollar, Japanese yen.
Time frame masaa manne. Hizo hapo ya hapa bei na range. Bei sasa hivi ilipo inafanya ranging maeneo haya, lakini hapo tukisema tutafute supply na demand, tunapata supply zone hiyo hapo. Sehemu ambapo bei imeshuka kwa nguvu sana ni hii sehemu, na hiyo sehemu bei ikirudi, kuna uwezekano mkubwa ika react kwa kurudi chini, na sehemu ambazo bei imepanda kwa nguvu sana ni hii sehemu, ambapo bei ikirudi tena hadi katika hii demand zone, kuna uwezekano mkubwa ikarudi juu tena, wakabai tena, au mabenki wakaipandisha tena juu. Kwa hiyo unakuwa una seti mitego, unasubiri kuona soko linafanya nini, soko linafanyaje, na unaweza kuweka mtego leo ukakaa hata mpaka siku mbili, siku tatu, siku nne, hata wiki, ndo ukashangaa bei ikaja kwenye level ambao hapa kwenye sehemu ambazo ulikuwa umezitega, na pengine inaweza isije kabisa ikaendelea na mambo yake. Kwa hiyo kuna namna unakuwa unazimonita, unazifuatilia tu, ukifungua chati tu unakuta michoro yako yote, unakuwa unajua kwamba nifanye nini, bei imeenda wapi, nibadilishe nini. Mm. Sehemu hii ikiwa ni ranging, basi hii hapa mbinu yetu hatuitumii kwenye ranging. Sehemu kama ranging hivi mi situmiagi hii mbinu ya demand and supply, kwa sababu haifunction, haiwezi kukutoa demand and supply kwenye ranging, kwa sababu obviously kwenye ranging bei ya chini, bei inaposhuka chini ndo support level ambayo ndo demand, na bei inapopanda juu ndo resistance level ambayo ndo supply zone. Kwa hiyo hauna haja ya kutumia demand and supply, wakati support and resistance inafanya kazi vizuri kwenye ranging, na demand and supply kutokana na namna jinsi kazi zake inavyofanya kazi haifai sana kutumia kwenye ranging. Umeona? Kwa kwenye ranging tutakuwa tuna ignore demand and supply, tunaitafuta kwenye masoko yanayo trendi. Soko likiwa lina trendi, basi lilipoanzia kutrendi pale tunasubiri bei irudi tena pale ilipoanzia kutrendi, kwa sababu kunakuwa kuna uwezekano mkubwa bei ikifika hapo ikatrendi tena kushuka chini. Hii hapa supply, zone yetu ya supply hiyo. Lakini kabla ya supply kulikuwa na ranging kubwa pia hapa. Hii hapa ni ranging. Yeah, of course ni ranging. Kwa kuidentify zone ni hatua ya kwanza na ni hatua muhimu. Ukishagundua hii zone, basi unakuwa makini, unasubiri, unaweka tu mchoro wako, unatulia, unaendelea na shughuli zako, unasubiri kuona bei itakapo react. Na kuna namna nyingi za kupata taarifa. Unaweza katika hiyo zone yako ukaona, zone yangu inasoma bei gani, 90.742 labda mpaka 90.138. Basi wewe unaenda kuset alert, una set pale notification. Bei itakapofika hapo unatumiwa, simu yako inatumiwa notification kupitia kwenye hii platform ya TradingView. Kama ni kwenye PC unapata notification kwenye PC, kama kwenye simu unapata notification kwamba bei imeshafika katika sehemu yako ulikuwa unataka ifike. Unakuwa unaingia, unawasha, unaingia, unaenda kufanya unachotaka kufanya, ama unaenda kukagua zaidi unachotaka kukagua. Lakini swala la kwanza kabisa kwenye demand and supply ni ku identify demand zone and supply zone. Ukishakuwa mtaalamu wa ku identify hizi zoni, basi unakuwa sasa unafanya sniping, unasubiri bei ifike kwenye zoni yako, unaingia sokoni. Bei ikifika tu kwenye zoni yako, ndo wakati huo huo na wewe unaingia sokoni. Lakini lazima uhakikishe unaweka stop loss, kwa sababu
sio lazima bei iende upande unaotaka, kwa sababu kuna mambo mengi yanayosababisha bei move ama price move. Kwa hiyo stop loss ni muhimu, muhimu kuliko maelezo. Na kuna mazingira mengine unakuta kama kwenye bei ikiwa inashuka ama bei ikiwa inapanda, si tunasema bei kama inapanda baya unapandisha, kuna movement mbili ya kupanda na ya kushuka, up phase na down phase. Kwa hiyo ile movement ya kupandisha ile ya baya, alafu inavyokuja movement ya kushusha ya sela, watu wengine waga wanatemwa hapo kwenye inapoanzia movement ya baya kwamba ndo sehemu ya demand, alafu inapoanzia movement I mean inapoanzia movement ya baya au inapoishia movement ya sela, hiyo ndo inakuwa demand katika uptrend. Na kwenye soko la uptrend waga tunatafuta demand. Soko lilikuwa linaenda uptrend, ile zigzag tunakuwa tunaitafuta sana demand. Kwa nini? Kwa sababu tuna trade demand, tunafikiria kuhusu kubai kwenye soko linalopanda. Yani kama ili hapa soko hili hapa linapanda, manake nilisema tunatakiwa tufikirie kuhusu kununua, kwa sababu hatutakiwi tupishane nalo. Kwa hiyo katika hili soko tunavyokuwa tunazitafuta demand, na lazima tutafute tu demand hapa, kwa sababu hili soko tunafikiria kuhusu kubai, kununua. Kwa hiyo demand zetu tunazipata kwenye mwisho wa movement, inapoishia movement ya sela na inapoanzia movement ya baya, hiyo ndio itakuwa demand zone. Kwa hiyo hapo tutachora hichi, sema tuna hii, na unakuta kuna watu wengine wamechora level nyingi, demand zone nyingi nyingi nyingi. Anakuwa yupo kwenye soko ambalo ni uptrend na anakuwa anazipata hizo zoni nyingi. Ai, imetoka. Kwa hapo ndo tunakuwa tunazipata hizi zoni zetu. Na sasa kwenye soko linaloenda uptrend, zoni zetu hizi tunazozipata huwa mara nyingi hazifikiwi kama unavyoona hivi.